Uharamu wa zinaa. Kulikuwa na binti mmoja Muislamu aliyelelewa katika familia ya dini. Alijua kuswali, alijua Qur'an na alijua wazi kuwa zinaa ni haramu. Lakini moyo wake ulianza kulegea taratibu. Marafiki wabaya wakamshawishi. Haya mavazi yako ya ulokole yameisha pitwa na wakati. Changamka bibi. Dunia ikampamba na shetani akamnongoneza. Ni mara moja tu. Usiogope. Fanya mara moja tu. Si Allah atakusamehe na hakuna mtu atakayejua. Nitende au niache? Mbona wao wanafanya na wapo vizuri tu? Acha nijaribu mara moja tu. Akaingia kwenye zinaa kwa siri. Mwanzoni alihisi raha ya muda mfupi. Asante kumbi. Lakini muda haukupita, moyo wake ukaanza kuwa mzito. Mbona najihisi tofauti na mwanzoni? Swala ikawa mzigo, dua zikakosa ladha na usingizi ukapotea. Kila alipojaribu kumkumbuka Allah, dhamira yake ilimchoma kama moto. Miezi michache baadaye, akabeba mimba. Rehema, mimi nitaiweka wapi sura yangu? Nina mimba na sijaolewe, ya Rabbi. Hofu ikamjaa, akaogopa wazazi, akaogopa jamii, na zaidi akaogopa kusimama mbele ya Allah siku ya Kiyama. Yule kijana aliyemshawishi alikimbia. Nimekwambia hii mimba sio ya kwangu, utajua pa kuipeleka, malaya mtukufu. Akamwacha na aibu peke yake. Siku moja usiku, binti huyo alilia sana katika sajda. Akasema, ewe Allah, nimejidhulumu nafsi yangu. Hakuna wa kunistiri ila wewe. Lakini athari za zinaa hazikuondoka kirahisi. Heshima yake ilipungua, macho ya watu yakabadilika. Ondoka, usituaibishe tena, hatukutaki huku. Na maisha yake yakajaa majuto. Akatambua kwa uchungu kuwa zinaa huleta adhabu ya moyo kabla hata ya adhabu ya akhera. Mungu, ninakuomba msamaha kwa dhati. Samehe dhambi zangu na unirehemu mimi mtumishi wako. Funzo likawa wazi. Raha ya dakika chache inaweza kuharibu maisha ya miaka mingi. Sirudii tena dhambi hii. Dunia umenifunza, na sio kila anayecheka na wewe ni rafiki. Na hakika, amani ya moyo hupatikana kwa utiifu, si kwa maasi. Allah ni mwingi wa rehema kwa atubie kwa dhati, lakini bora ni kujiepusha na zinaa kabla haijakuangamiza. Nenda YouTube, andika Al-Badru Studio, subscribe, share na utupe maoni yako kwenye comments. Mwandaji wa simulizi Al-Badru Studio, mwandishi ni Shams Mungwana, msomaji ni Haruna Bakari.